Mbiu ya mgambo ilikuwa imelia na bila shaka ilikuwa na njambo. Ilikuwa ni mbiu ya vyakula vya msaada kuingia vijijini katika maeneo ya bonde la Suguta na Marmar katika kaunti ya Samburu. Baadhi ya wanakamati wa kamati ya mbunge inayoshughulikia mifugo wakifika eneo hilo huku hali ikiwa ya kutamausha. And the government seems to be always unprepared, that they just wake up one morning when it is still too late, when maybe the situation has gone out of hand. Wakazi hapa wenye nyuso za huzuni wakilia hoi na kudai kuwa serikali imewasahau, huku mito ikiwa sio mito tena na wafugaji kulazimika kupata hasara kubwa ya kufariki kwa mifugo wakiwa mbioni kuwatafutia lishe bora. Hako na hali ya njaa, wale wanachunga ng'ombe hakuna chakula, wenyeji wa Suian hapa yote hakuna chakula, wako na haki taabu ya njaa kabisa. Bilioni 5 tumetenga, na kwa hiyo bilioni 5 almost 1.3 billion ni ya animal. Ikikisiwa kuwa takribani watu 50,000 wamepata pigo kubwa katika eneo la Samburu na makali ya njaa na kiangazi kilichoathiri sehemu nyingi humu nchini. Huenda kwa wakazi wa eneo la Samburu wameathirika zaidi kuliko sehemu zingine humu nchini. But the number of the people that has been affected now has really tripled, because livestock, which used to be the dependence or economical livelihood of the people, have just become themselves depending on the people. Pande tumetoka jana naitwa Kom, tunataka chakula ifike kwa sababu tumeona jana pia dalili ya huko ni mbaya zaidi. Hofu kubwa ikiwa ni ile ya kuongezeka kwa migogoro ya kijamii kufuatia ukosefu wa lishe ya mifugo, licha ya kuwa serikali imeahidi kuwapa chakula cha kutosha kwa muda wa mwezi mmoja. Na sisi tumekuja hapa sisi wenyewe na kuona macho yetu, hataki kusikia iko mtu anakufa. Kwa sababu kikuwa duka hapa tungenunulia nyinyi chakula sasa. Sababu sehemu hii zaidi Samburu East, zile balls ambayo tumesinga kupitia CDF mingi tumewacha. Many of them have actually been abandoned kwa sababu ya chumvi. Problem was that people are now settling back. Initially there were no people here, but now that people have come back, the government is really putting in place. In fact, by next week we will still see water functioning. Kwa sasa wakazi wa eneo hili wanaishi kwa kudra zake Mwenyezi Mungu, huku wakitegemea wahisani angalau kupata misaada ya hapa na pale. Kimekuwa ni kipindi kigumu ambacho Kenya na Wakenya kwa sasa hivi wamekuwa wakipitia, kwani si milipuko ya mabomu na guruneti, ajali za barabarani ambazo zinachipuka na kushuhudiwa kila uchao, moja na njaa ambayo imekithiri na kupita mizizi humu nchini. Ama kwa kweli madhila gocho yameweza kumkumba mwananchi wa kawaida na hivyo kumnyima nafasi ya kupumua. Nikiripotia kituo hiki, jina langu ni Jimmy Wambua.